kuna hatua 6 ambazo tutazipitia ili wewe kujitambua kuwa wa thamani. Kuna hatua 6 utazipitia ili wewe uonekane ni wa thamani na kujitambua kwamba wewe ni wa thamani. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya kwanza, maana ya kuwa wa thamani, maana yake hatua ya kwanza ni kutoka katika maisha ya kudharauliwa kwenda maisha ya kuheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hatua hiyo ya kwanza, unatoka katika maisha ya kudharauliwa unakwenda katika maisha ya kuheshimiwa. Hatua ya kwanza. Ya pili, unatoka kwenye hali ya chini na kwenda katika hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Unatoka katika hali ya chini unakwenda katika hali ya juu katika maisha au katika imani au kuinuka kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Yaani katika hali ile yoyote ambayo tunaishi katika maisha yetu, unatoka katika hali ya chini unakwenda katika hali ya juu, au unatoka chini ya meza. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia sasa na kutoa chini ya meza na kuweka juu ya meza. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya pili tumeona ni kutoka katika hali ya chini na kwenda katika hali ya juu. Ndugu zangu, bila kujitambua kwamba wewe ni wa thamani, hakuna mwanadamu ambaye atakutambua kwamba wewe ni wa thamani. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya tatu ni kutoka kwenye hali ya kutouza na kwenda katika hali ya kuuza. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka katika hali ya kutokuuza na kwenda katika hali ya kuuza. Hivyo kutoka hali ya kutokuuza na kwenda katika hali ya kuuza ni katika biashara yako au kazi yoyote unayoifanya na kukuletea faida kubwa ambayo ulikuwa hauipati tangu awali. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya tatu ni kutoka katika hali ya magonjwa na kwenda katika hali ya uzima na uponyaji. Kutoka katika hali ya magonjwa na kwenda katika hali ya uponyaji. Ulikuwa mdhaifu, mnyonge mbele za watu, magonjwa yamekuandama, ila Mungu anatambua kwamba wewe ni wa thamani pale utakapokuwa umejitambua wewe mwenyewe kwamba ni wa thamani. Hizi hali zote tunazipitia katika maisha yetu ya kila siku, na changamoto tunazipitia katika haya magonjwa ambayo yanajitokeza katika maisha yetu, ambayo sio ya msingi na ya kumpendeza Mungu katika maisha yetu. Unatoka katika hali ya magonjwa na kwenda katika hali ya uzima na uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni hatua ya 4 ambayo utakayoipita katika kujitambua kwamba wewe ni wa thamani. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya 5 ni kutoka katika hali ya kushambuliwa na kwenda katika hali ya kutokushambuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Naamini unaweza ukawa na vita vikubwa sana maishani mwako. Umepigana sana vita vya kiroho. Umepigana sana, umepigwa maneno mengi sana na watu. Umekutana na vitimbwi vingi sana katika maisha yako. Umekutana na vizingiti vingi sana ndani ya maisha yako. Ila Mungu anakuambia wewe ni wa thamani. Wewe ni wa thamani, atakupigania mpaka hatua ya mwisho. Atazitoa kabila na atayaweka mbele maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya 5 tumeona kwamba ni kutoka katika hali ya kushambuliwa na kwenda katika hali ya kutokushambuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya 6 ambayo utajitambua wewe, ambayo inakufanya wewe uwe wa thamani na inatakiwa utokane na hizo hali, ni kumwamini Mwenyezi Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda katika hatua ya 6. Hatua ya 6 ni kutoka katika hali ya vita na kwenda katika hali ya amani na furaha.
pale unapotoka katika vita, kinachofuata ni amani na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Pale utakapokuwa wewe ni wa thamani na Mungu, utakapokuwa umemtegemea Mungu peke yake, wewe utakuwa na amani na furaha katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo, siku ya leo utatoka hapa, au siku ya leo hakika utapokea uponyaji ulio na nguvu. Utapokea uponyaji ulio na nguvu mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Leo hakika ninapofanya hili fundisho na haya mafundisho, kipindi cha leo na mafundisho ya leo, haya mafundisho ninayoyafundisha, hakika siku ya leo kuna mtu mmoja atakwenda kufunguliwa katika haya mafundisho ninayofundisha. Kuna mtu atafunguliwa katika neno hili ninalofundisha, neno la Mungu, nguvu ya kuwa wa thamani. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukipokea, utakapokuwa umepokea, hakika utakuwa wewe ni wa thamani. Hakika utakuwa wewe ni wa thamani. Kinachotakiwa wewe ni kupokea, ni kupokea ujumbe unaokuja ndani yako, ni kupokea ujumbe unaokuja ndani ya maisha yako, ni kupokea ujumbe unaokuja ndani ya nafsi yako. Mungu anazungumza na wewe ndani ya nafsi yako. Mungu anazungumza na wewe ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Twende tuangalie katika hatua ambayo kama ukipokea. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukipokea thamani, maana yake kwamba unapopokea ile thamani, maana yake kwamba ni biashara yako ni ya thamani. Moja, kazi yako ni ya thamani. Mbili, familia yako ni ya thamani. Tatu, hivyo vitu ndivyo inatakiwa ujitambue kwamba wewe ni wa thamani katika kufanya hivyo vitu: biashara, kazi, familia. Usivichukulie vitu vya mchezo, ndugu yangu. Hivyo vitu ni vya thamani sana katika maisha yako: kazi, familia, biashara. Unapokuwa unaiona wewe ni ya thamani, basi hata mtu mwingine ataviona ni vya thamani. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa upo katika biashara yako wewe unaidharau, unaiona haina maana yoyote, au kipato unachokiingiza katika biashara yako unakiona ni kidogo. Kuna mwingine anakiona ni kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine hiyo kazi unayoifanya wewe unaidharau. Kuna mwingine anaiona ni ya thamani, anajuta, anawaza kwamba kama nitaipata hiyo kazi anayoifanya fulani, hakika na mimi nitafanyaje? Nitakuwa wa thamani. Kama wewe usipoiona wa thamani kazi yako unayoifanya, basi hakika ndugu yangu, kuanzia leo jitambue kwamba wewe ni wa thamani kupitia hiyo kazi unayoifanya, na Mungu atakuinua katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe.